Umewahubiria lakini hawajaokoka. Imekasha tamaa, unaona kwamba ulipoteza muda, unaona kama vile Mungu hakutumii. But let me just tell you one thing. Neno la Mungu linasema ukisoma kwenye kitabu cha Ezekieli 2:25, nao ya kwamba watasikia au ya kwamba hawatasikia, maana ndio nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa na nabii amekuwako miongoni mwao. Haya ni maneno ya Mungu aliyokuwa anamwambia Ezekieli kwa habari ya nyumba ya Israeli, kwamba hata kama utawaambia hawatasikia, lakini pia unaweza ukawaambia pia wakasikia, lakini pamoja na yote hiyo ni nyumba ya kuasi. Anamwambia lakini pia kwa kuwa hivyo watajua ya kuwa kuna nabii ambaye yuko kwao, kwa sababu watakapokuwa unawaonya, lugha yako tukokuwa unazungumza ni tofauti kabisa na lugha ya kwao. Kwa kuna mtu ambaye umewahubiria watu wa nyumbani kwako, kuna mtu ambaye umewahubiria watu wa familia ya kwako, lakini hakuna mtu ambaye ameokoka, au inaonekana kabisa hakuna mtu mwenye shauku ya kuokoka. Nataka tu nikwambie vitu vitano ambavyo unatakiwa kufahamu kwa wewe ambaye umepewa karama ya kuhubiri na kuambia watu kwa habari ya wokovu, au kuambia watu habari ya Kristo lakini watu hawajaokoka. Na ikumbuke kwamba neno la Mungu ni mbegu, inaweza kadondokea mahali penye mwamba, inaweza kadondokea kwenye udongo mzuri, na pia inaweza ikadondokea sehemu ambayo hakuna udongo kabisa, na inaweza ikaota au isiote. Lakini katika yote tunatakiwa utambue neno la Mungu mbegu. Kwa popote pale itakapokuwa linadondokia, lazima kuna kitu ambacho kitachukua. Hata kama ni ndege atakayekuwa amechukua, yule ndege atakayekula ile mbegu, lazima kuna impact ambayo itakuwa imetokea. Okay, kwa hiyo tuende kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa ukifahamu wewe ambaye umewahubiria watu wa nyumbani kwako, watu wa familia yako lakini hawajaokoka. Cha kwanza kabisa, mwenye kuokoa ni Bwana, sio wewe. Watu wengi sana tunafikiri kwa sababu Mungu anatutumia ku preach gospel, basi sisi ndio wenye uwezo wa kuokoa wale watu na sio Kristo. Hapana. Mwenye uwezo wa kuokoa ni Mungu na sio wewe. Hicho kitu tunatakiwa kiweke kwenye akili yako kabisa, kwamba mtu anayeokoa mtu ni Mungu, sio wewe. Mtu anayeokoa mtu ni Kristo, sio wewe, kwa sababu Kristo alikuja in form ya mwanadamu. Anakutumia wewe kama shahidi, kama vessel. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake kwamba nitawatumieni huyo Roho Mtakatifu, nguvu itakapowajilia mtasimama kama mashahidi. Kwa sisi tunachofanya tunasimama kama mashahidi, tunashuhudia kile kitu ambacho sisi tumekiexperience. Lakini anayehukumu na anayejua kwamba huu ushahidi ni wa ukweli au ni wa haki ni nani? Ni Kristo Yesu yeye mwenyewe. Kwa hiyo kitu kwanza ambacho tunatakiwa kufahamu, mwenye kuokoa ni Bwana na sio wewe. Biblia inasema, ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 2:7 inasema, nao utawaambia maneno yangu kwamba hawatasikia au kwamba hawatataka kusikia, maana hao ni nyumba ya kuasi. Bali wewe mwanadamu, sikia neno hili ni kuambialo. Unaelewa? Mungu anamwambia Mungu anamwambia Ezekiel kwa habari ya nini? Ya wana wa Israeli, kwamba wewe nenda kawaambie kwamba watasikia au hawatasikia, achana nao, lakini mimi ninayekutuma ndio ninajua kwamba hii nyumba ya kuasi nitawaokoa au sitowaokoa. Wewe unachotakiwa kufanya, unatakiwa kufanya responsibility ya kwako. Watu wengi leo hii mmekata tamaa ku preach gospel, mmekata tamaa kuwahubiria watu wa nyumbani kwenu, kwa sababu mnaamini kama kuwahubiria nimewahubiria sana, kama kuwaambia habari ya Kristo nimewaambia sana, lakini unasahau kitu kimoja. Na hicho kitu ni kwamba anayemuokoa mtu ni Mungu, sio wewe. Leo hii ndio watu walitumiwa na Mungu kuja kutuambia sisi habari za Kristo. Ni kweli kabisa, tuliziona, lakini jiulize ni watu wangapi ambao wamepita mpaka leo hii mpaka wamekuja kuokoka? Mimi ni wengi sana ambao wako wananiambia naona kitu ndani yako, naona utumishi ndani yako, bila shindo katika jina la Yesu. Hayo sio mambo ambayo natakiwa uniambie mimi. Lakini kumbe walipokuwa wanafanya hivyo, walikuwa wanapanda mbegu, walikuwa wanapanda ile mbegu, hata kama haikuota kwa muda ule, lakini kuna kitu ambacho kwa kinaingia ndani ya moyo wangu ambacho kwa kinajiweka. Kwa hiyo na wewe inapokuja kwa swala la kuokoka kwa mtu au mtu kuokolewa na Mungu, wewe unatakiwa upande ile mbegu. Anayeweza kuotesha ile mbegu ni Kristo Yesu yeye mwenyewe. Ndio maana anasema yeye apandaye wala yeye amwagiliaye sio kitu, ila yeye akuzae. Paulo anasema kusoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3, anasema yeye apandaye wala yeye amwagiliaye si kitu, bali yeye akuzae. Kwa hiyo tunachokuja kugundua hapa, hata kama mimi nikaja kumhubiria mtu, nikaenda kumwambia mtu, au nikatuma ku spirit gospel same friend, watu wasipokuwa wamechagua kuokoka, hilo sio kosa langu mimi, kwa sababu mimi sio mtu ambaye ninaokoa. Mwenye kuokoa ni Kristo. Mimi ninachofanya nafanya kwenye zamu yangu. Ndio maana Habakuki aliambiwa kusoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 kwamba wewe nenda kakae kwenye zamu yako. Kwa kuna watu ambao mmekata tamaa ya kuendelea kuhubiri, ya kuendelea kuambia watu habari za Kristo, kuendelea kuambia watu ukweli kuhusu Kristo, kwa sababu unasema kama kuambia nimewaambia sana, kama kufunga nimefunga sana kwa ajili yao, mbona hawajaokoka? Nataka tukwambia kwa habari ya kufunga na kuendelea kuombea, endelea kuombea. Anayemuokoa mtu, anayefanya vitu ni Mungu. Hata tunamwona Elia, ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme, Elia alipokuwa ameenda kufanya ule muujiza ambao alikuwa ameenda vile ameua manabii wote wa bahari, aliyefanya wale watu wakamrudia Mungu sio Elia. Elia alifanya, alikaa kwenye zamu yake. Ni Mungu aligeuza mioyo ya wale watu wakaja wakamrudia
yeye. Kwa Mungu ana uwezo wa kugeuza moyo wa mtu kumrudia yeye. Lakini kama hataki pia anaweza kaongeza roho mbaya kwa mtu. Unachotakiwa kufanya wewe kama mtu ambaye unahubiri watu wa familia yako ni kufanya kukaa kwenye zamu yako. Kaa kwenye zamu. Na Biblia inasema nao utawaambia maneno yangu. Usijisumbue sana kuumiza kichwa, wewe utatambua kuwa anayemwokoa mtu nini ni Mungu. Usije ukajisumbua. Wewe waambie, waombe, ufunge kwa ajili yao, lakini unachotakiwa kuweka kwenye akili yako anayemwokoa mtu ni Mungu. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa ufahamu wewe kama mwanadamu ni kwamba ukae kwenye zamu yako. Najua nimeelezea kidogo kwenye ya kwanza kwamba anayemwokoa mtu ni Mungu wala sio wewe. Wewe kaa kwenye zamu ya kwako, unaelewa? Zamu ya wapi? Ya kuendelea kuwaombea, kufunga na kusema maneno ya Mungu juu yao. Wala usiache kuwakumbusha habari za Kristo. Kwa sababu hata Ezekiel aliambiwa hivyo. Ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 3 mstari wa 4 inasema, akaniambia mwanadamu, haya waendee wana wa Israeli ukawaambie maneno yangu. Maana wewe ukutumwa kwa watu wa maneno mageni ama lugha ngumu, bali kwa nyumba ya Israeli. Mungu anamwambia Ezekiel aende akaongee na nyumba ya Israeli kwa maneno aliyomwambia yeye, sio maneno yake. Kwa anachomwambia kwamba wewe kakae kwenye zamu yako. Usije ukaongeza chumvi, usije ukafanya. Wewe nenda kakae kwenye zamu yako, nenda kawaambie yale nitakayokuwa nimekwambia. Kwa kuna mtu ambaye leo hii ni mnyonge sana. Moyo wako umeshuka kiasi kwamba unaona hizi kitu hakiwezekani. Hili jambo haliwezekani kabisa. Kwa nini? Unajua unajiuliza swali kwamba kwa nini nawaambia alafu kwa nini hawaokoki? Anayemwokoa mtu ni Mungu. Na anamuokoa kwa sababu ya sababu. Na anamuokoa kwa sababu kuna kitu fulani. Mimi kuna dada mmoja amemba hili kama testimony naekea kidogo. Kuna dada mmoja alikuwa anauza nguo sana kipindi ambacho tuko chuo. Alikuwa na reka. Really I don't know alikuwa anaitwa Martha, sijui alikuwa anafanya nimemsahau jina lake. Lakini alikuwa kila akija anasema Yesu anakupenda. Na nakumbuka kuna mtu mwingine alikuwa anamwambia najua kwamba ananipenda. Utakuja kuhubiri na no, siwezi kufanya kitu kama hicho. Lakini alikuwa anatuhubiria, anatuambia, analala kanisani. Tunaona kama ni vitu vya ajabu. Mtu mzima alikuwa na miaka kipindi 34 anakuambia analala kanisani, unashangaa. Analala kanisani kivipi? Lakini maneno aliyokuwa ameniambia alikuwa anaingia ndani yangu. Hata kama kwa kipindi kile nilikuwa tayari sijarudi kanisani, lakini ni kitu ambacho alichokuwa amekisema mpaka leo nakikumbuka. Narudi kugundua okay, kumbe Mungu anaweza kunipenda tukia kipindi kile. Kwa na wewe sasa hivi kaa kwenye zamu yako. Mungu anaweza kaa anatumia kuonesha upendo wake kwa wanadamu kupitia wewe. Hata kama hawaacha kubali kuokoka kwa kipindi hiki, lakini hakikisha unakaa kwenye zamu ya kwako. Mungu alijua kabisa kwamba Ezekiel atakapoenda kuhubiri kwenye nyumba ya Israeli, ni nyumba ya kuasi. Wanaweza kumsikia au wasimsikie. Ndio maana anasema kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 2 mstari wa kwanza akasema, akaniambia mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Biblia inasema naye aliposema nami roho ikaniingia ikasimama nikasisimuka. Yeye aliyesema naye Mungu alisema na yeye mwenyewe Ezekiel kwanza ili akae kwenye zamu yake. Alimwambia usimame kwanza wewe mwenyewe. Kaa kwanza kwenye zamu yako wewe mwenyewe. Ukae moyo wako uwe thabiti. Alafu anakuja kumwambia kwenye mstari wa 5 kwamba watasikia au kwamba hawatasikia, maana ndio nyumba ya kuasi hao. Hasa hivyo watajua kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Kwa weka kwenye zamu yako. Ukikaa kwenye zamu yako, hata nyumba ya familia yenu kwenu watajua kwamba okay, kuna mtu ambaye ameokoka. Hata kama watakuja na shuruba na mambo ya kuweza kukuambia unajua unajifanya siku hizi mlokole, unajua siku hizi, haijalishi. Lakini there's a time ambayo itafika muda na wakati sahihi wa Mungu ambao Mungu atakuja kuwaokoa. Lakini wewe utakachokuwa umekifanya, utakuwa umepanda mbegu ndani ya maisha yao. Leo hii kuna watu ambao wanajivunia sisi hata kama hawataweza kusema kwa uwazi, lakini unamuona kabisa huyu mtu anajivunia wewe kutokana na ulipotoka na unapoelekea. Kwa hiyo nataka kukuambia kwamba isije kukurisha tamaa. Unachotakiwa kufanya, kaa kwenye zamu yako kama vile ambavyo Ezekiel aliweza kukaa kwenye zamu yake. Na Biblia inasema pia pointi yetu ya 3 siku ya leo kwamba usiwakatie tamaa kabisa. Wewe ambaye umewahubiria watu na hawajaokoka, kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kuto kuwakatia tamaa kabisa. Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 3 mstari wa 17, Biblia inasema hivi. Anasema kwanza tuanze 16. Hata mwisho wa siku 7 neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litoka katika kinywa changu. Ukawape maonyo hayo yatokayo kwangu. Nimwambia hapo mtu mbaya, hakika utakufa, wala usimpe maonyo. Wala usemi na huyo mtu mbaya ili kumuonya kusudi aache njia zake mbaya na kujiokoa na roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimuonya mtu mbaya, wala yaache ubaya wake wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa na roho yako. Kwamba usije ukawakatia tamaa watu wa nyumbani kwako.
usije ukawakatia tamaa watu ambao unawahubiria, kwamba kwa sababu nimewahubiria jana, leo wajataka kumsikia Kristo, basi nitawakatia tamaa. Hapana, endelea kuwahubiria. Neno la Mungu ni mbegu. Tunasoma hata kwenye kitabu cha Marko sura ya 4 kwamba yule mpanzi, Yesu alitutolea mfano wa mpanzi. Mpanzi alipanda mbegu, zingine ziliondokea kwenye mwamba, zingine zikadondokea kwenye udongo mzuri, zingine ziliondokea njiani hivyo. Lakini katika yote yule mpanzi alikuwa anaosha zile mbegu, zilipotakiwa kuota ziliota. Kwa lugha rahisi ni kwamba hatutakiwi kuwakatia tamaa wale watu wengine. Kama tunaweza kupanda mbegu hata kama zitakuwa zimedondoka kwenye mwamba, lakini tunaamini kwenye miamba kuna sehemu kunaweza kuwa na udongo mdogo. Ule mdongo mdogo unaweza kustahimili mbegu ile ikaota. Na kama ile mbegu ikaota, kuna mtu ambaye anaweza kaona ile mbegu na akaona sasa kuna kitu ambacho kinatakiwa kifanyike. Kwa hiyo nataka nikwambie na wewe pia kwamba usiwakatie tamaa watu wa nyumbani kwako. Usiwakatie tamaa watu ambao umewahubiria. Usije ukasema niliwahubiria jana na leo mbona hawajamkubali Kristo. Jiulize swali, wewe umewahubiriwa mara ngapi mpaka leo umefika leo hii na bado hatujaona matokeo, na bado hatuja kuona ukiwa mtu mpya, bado hatuja kuona ukiwa umetengenezeka. Hebu fikiria ni watu wangapi ambao walikuwa wamemhubiria Sauli, na Sauli alisikia mahubiri mangapi mpaka akafanya nini, akaja kuja kuokoka. Ukaanza kuangalia, Yesu hakumtokea tu Sauli kwa sababu alikuwa tu ametenda dhambi nyingi, lakini pia alimtokea kwa sababu Sauli alikuwa ameshasikia habari za Kristo. Sauli alikuwa ameshasikia habari za, ndio maana bana namwambia ni mimi Yesu unaniuzi, kwa sababu anajua kabisa kwamba Paulo ameshawahi kusikia habari za Yesu, kwa sababu alimuona Stefano akiwa anamdefend Kristo. Alimuona Stefano akiwa anamuelezea Kristo jinsi alivyotenda mambo mazuri, jinsi ambavyo wazee waliotangulia kutenda mambo mazuri. Kwa hiyo Paulo, Kristo kusikia jina la Kristo kwake haikuwa mpya, ila Kristo alipoona amezidisha, aliamua kumwingilia yeye. Kwa kitu ambacho tunatakiwa tufanye ni kwamba hautakiwi kumkatia tamaa mtu yeyote ambaye umewahi kumhubiria habari za Kristo. Unatakiwa uendelee zaidi kufanya nini? Kuwa na moyo wa matumaini, furaha na amani, kuendelea kuwahubiria hata kama watakudhihaki, watakubeza. Unajua sometimes unaweza watu wakaanza kukubeza kwa sababu Kristo anataka ukate tamaa. Usiendelee kumsema Kristo. Kwa hiyo unaweza kana watu wakawa na kubeza kwa sababu sababu hiyo mojawapo, lakini utakiwi kukata. Na pointi yetu ya mwisho kwa siku ya leo ni kwamba muache Bwana afanye. Biblia inasema kusoma kwenye kitabu cha Ezekiel 3:27, lakini hapo nitakaposema nawe nitafungua kinywa chako, nawe utawaambia Bwana Mungu asema hivi, yeye asikiaye na asikie, naye akatae na akatae, maana wao ni nyumba ya kuasi. Mungu anamwambia Ezekiel kwamba wewe nitakapokutumia kinywa chako nenda kawaambie. Ila katika kuambia niachie mimi nifanye. Wengi sana tunatamani kugeuka Mungu mtu, kwamba huyu mtu nimemhubiria sasa hivi natakiwa nianze kumcontrol maisha yake. No, don't do that. Hata Andrea alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana, lakini alipomwona Kristo alihama akaenda upande wa pili. Kwa hata kama umewahubiria watu hawajasikia, pengine kwako inaweza kawa hawajasikia, lakini ulikuwa ni njia tu. Anaweza kaja mtu mwingine akaja akawahubiria na wakasikia, wakaamua kumpenda Bwana. Nataka tu nikwambie kitu kimoja. Mimi nikianza kujiangalia YouTube channel yangu na subscribers 3000, haimaanishi kwamba hawa 3000 hawana sehemu nyingine za kwenda au hawaangalii sehemu zingine. Wanaangalia, lakini Mungu anapoamua kumtendea mtu anamtumia mtu yoyote. Mungu anaweza kanitumia mimi, anaweza kumtumia mtumishi wa Mungu mwingine na mwingine. Na nini ambacho tunajifunza hapo? Kwamba inapokuja swala la kuhubiri na kuambia watu habari za Kristo, hebu muache Mungu afanye. Hata Ezekiel aliambiwa hivyo kwamba wewe nenda kawaambie, kama kuna mtu ambaye atakataa akatae, lakini mimi Mungu najua nitakachokuwa nimekifanya. Kwa kusema hivyo, hofu kuna mtu ambaye umepata kitu hapa. Wewe ambaye ulikuwa unakataa tamaa watu wa nyumbani kwako kwamba usije uwahubiria tena, na ukumbuke kitu kimoja,